Agi. Agi. Malkia, nimechoka. Niacheni niende Malkia. Mimba zote hizo bado tu hamjanichosha jamani. Malkia, mume wangu amechoka, naomba mniachie. Kuwa na huruma basi na mimi, mateso yamezidi Malkia. Mimi ni mwanamke mwenzio Malkia, nione huruma. Mbona una huruma? Malkia, kuwa na huruma basi. Mimi ni mwanamke mwenzio, mbona unanifanyia hivyo? Nimechoka. Niacheni niende, nimechoka, imenichosha. Nataka kuwa huru mimi. Naomba mniache huru. Hiko kitu hakiwezekani. Lazima hizo mimba mbili zilizobaki uzitimize. Hapana. Zile siku 7 kwangu mwenzako inauma. Zile siku 7 kwangu mwenzako inauma. Mara jirani analia, mara mama analia, mara mimba zinatoka. Sijui shida nini we. Siku ya 7, siku ya 7 inawaliza. Siku ya 7, siku ya 7 inaumiza. Siku ya 7, siku ya 7 inawaliza. Siku ya 7 jamani, siku ya 7 inaumiza. Mpwa wako kabakiza mimba mbili tu kutimiza 7. Umefanya kazi kubwa sana. Ninachokusisitiza kuwa karibu na mpwa wako asije akabadilika. Narudia tena, kuwa karibu sana na mpwa wako asije akabadilika. Endapo akibadilika takubadilikia pia. Unaweza ukaenda. Sawa Malkia. Haya matatizo kwa nini kila siku ni mimi tu? Na kwa nini kila siku yatokee nyumbani kwangu? Haya matatizo yamezidi. Hali ngumu ya kimaisha. Mara leo linakuja hili, likiisha hili linakuja hili. Mara mimba zitoke jamani. Hata kama basi matatizo yameumbwa sawa, lakini mbona binadamu tupo wengi? Basi kwa dunia hata tugawane basi maneno mawili, shida mbili. Huyu shida huku, huyu shida huku. Ina maana kama binadamu wako 100 basi shida zote zao zinakuja kwangu? Hapana. Mimi nashindwa kuvumilia. Hii imezidi. Mume wangu, kwa nini unakuwa hivyo? Kila saa unasikitika, kila muda ni malalamiko tu. Kwa nini tusipotezee hili jambo? Ndio imeshakuwa, hatuna jinsi. Ni swala la kukaa chini tufikirie tunafanyaje, tunalitatuaje hili. Sio hivyo kila saa unasikitika. Ni kumkufuru Mungu eti babangu. Hapana Agi, kuna vitu vya kufikiria, kuna vitu vya kuvumilia.
Kuna vitu vya kuvumilia mke wangu, sio hili. Haya ni matatizo ambayo yanayokithiri kabisa, na mimi ni binadamu wa kawaida. Leo linatoka hili, kesho linakuja hili. Ona sasa, hii mimba ni ya 5 sasa. Nilifikiri kwamba hii sasa ya mwisho, huenda na mimi nikapata faraja ya kuitwa baba, napata yule mwanga wa kutengeneza familia. La, imetoka. Agi, kwani kuna nini kwenu? Kuna nini kwetu? Yaani kuna nini kwetu kivipi? Unataka kusemaje? Kwa nini usiseme labda kwenu kuna nini ukakimbilia kwetu? Mimi na wewe ni mume na mke. Hili tatizo ni la kwetu sote. Kwa nini moja kwa moja useme kwetu kuna nini na sio kwenu wewe? Hivi Adikwela, unahisi mimi nafurahishwa na hichi kinachotokea? Unahisi mimi labda sipendi kuitwa mama? Unadhani mimi nafurahia tu mimba zinavyotoka tu hivi? Moja kwa moja unasema kwenu kuna nini? Hizo sio kauli za kuniambia. Agi, mimi ni binadamu wa kawaida na kiwango changu cha uvumilivu. Hii hali imekithiri. Mimba ni ya 5. Hapana. Sijafurahishwa. Sijapenda. Kauli yako imenikera. Tena imenikera haswa. Santa fanyeje? Hata kama mimi ni binadamu wa kawaida na kiwango changu cha uvumilivu, haya yamezidi. Yaani mjomba, mimi sina namna yote ambayo naweza nikakusaidia kiukweli, kwa sababu hapa tulipofikia imefikia mwisho, na hili swala tulikulazimisha mara ya kwanza na wewe ukakubali mwenyewe kwa hiari yako kuingia katika hiki chama. Sasa hivi nawezaje eti mimi nikaenda nikamshawishi Malikia nikamwambia kwamba wewe unataka kujitoa? Vumilia tu mjomba, mimba zenye zimebakia tu 2, vumilia ili mradi hili swala liweze kuisha mjomba wangu. Mjomba, hata kama, lakini hii imezidi sasa. Mimba ya 5 mjomba, mimba ya 5. Mimba ya kwanza, ya pili, sasa hivi mimba ya 5 mjomba. Nimechoshwa na hili. Mume wangu anasikitika kila siku, anahitaji kuitwa baba. Na sio mume wangu tu, hata mimi pia nahitaji kuitwa mama. Mjomba, mimi ni mwanamke. Ninahisia kuna kitu nakikosa kuitwa mama. Naona wanawake wenzangu huko wana watoto wao wanaitwa mama, lakini kwa nini mimi? Santa fanyeje? Jomba, naomba mnipunguzie adhabu, siwezi, nimechoka. Mjomba, mimi nataka tu nikwambie kitu kimoja Abi. Hiki chama ni rahisi sana kuweza kuingia, lakini ni ngumu sana kuweza kutoka. Mimi nikushauri tu usije ukafanya jambo la aina yoyote baya, usije ukafanya usaliti wa aina yoyote. Haki ya Mungu, utanitafutia matatizo mimi na wewe pia utajitafutia matatizo. Utaingia sehemu moja mbaya kuliko unavyoweza kufikiria. Usije ukafikiria ama ukawaza kuweza kukiuka haya masharti ambayo tuko nayo. Siwezi nikamfuata mimi sasa hivi
Malkia nikamwambia eti kwamba yule mtu sasa hivi kashashinda. Kwenda kumwambia maana yake mimi najitengenezea mazingira ya kifo. Mjomba, basi jaribu kuongea naye. Ongea naye Malkia. Siwezi. Kikubwa niwe kuweza kuvumilia tu. Mimba 7 tu kitu gani bwana? Watu wanapewa makafara makubwa, sababu hivi vimimba tu vinaingia na kutoka. Hebu vumilia bwana. Ndolela jama, ndolela kila siku kula bila pani, mwenza koro inauma. Ndolela mama, ndolela kila siku kula bila pani, mwenza koro inauma. Zile siku 7 kwangu mwenza koro inauma Zile siku 7 kwangu mwenza koro inauma Mala jirani analia, mala mama analia, mala mimba zinatoka sijui shida nini Siku ya 7 inawaliza, siku ya 7. Wewe ishia hapo hapo, najua kilichokuleta ni nini. Sasa kuanzia leo na siku nyingine ukiagizwa kuja hapa, jua kabisa kitachokuleta hapa siku nyingine utakuja kipondo, utapigwa, hakuna cha kuchukua. Nishachoka bwana. Nyewe akina nani mtafutiwe? Nani ukitoka hapa kamwambia kabisa kuwa bwana yule bwana kakatana, maneno kibao kaongea, sio tu kibao. Maneno mengi nimeongea kuanzia leo, na ungekuwa mkubwa wewe. Yaani leo sijui nikakufanyaje. Nyewe akina nani nyie? Mlimiwe mtafutiwe mje kila siku mnachukua. Hizo hela nyie kila siku mchoki? Au hayo mazao mnayotaka nyie kila siku mnayapeleka wapi? Mnafuga nyie, mna mifugo gani? Tumeshawachoka bwana nyie. We, na kama umekuja kwa kutembea, nenda hivyo hivyo rudi kwa kutembea, na kama umekuja kwa kuyeyuka, yeyukia hapo hapo nikuone. We, aya tembea wewe. Aya nenda huko bwana wewe. Tumeshawachoka bwana nyie. Kila tunalofanya mmefika. Tukimwona tumefika. Tukigea wakina nani nyie? Santa fanyeje? Aisee, pole sana ndugu yangu. Mimba 5 nyingi sana ndugu yangu. Lakini pia unahitajika kuwa makini sana katika hilo swala ndugu yangu, kwa sababu inaweza ikapelekea shemeji akapata matatizo kwenye mfumo wa uzazi. Papo hapo we mwenyewe najua ulitarajia kuitwa baba ndugu yangu. Ulitarajia kuitwa baba, lakini ikatokea kama changamoto. Alafu nina ushauri mmoja. Hebu jaribu kurudi kwenye maagano, ukaangalie kwenye mila zenu. Huenda ikawa kuna matatizo yapo ya kimila ndio yanayomsumbua shemeji. Hebu jaribu kufanya hivyo hadi kweli. Naweza kukwambia kitu kimoja. Mimi mpaka kufika umri huu, bibi yangu mimi nimemkuta yupo na babu yangu mpaka sasa hivi yupo. Na bahati nzuri nimeweza kuishi nao kwa ukaribu. Hawakuwahi kuniambia hata siku moja kama tuna mila au maagano ambayo yanaweza mimi kunitesa kiasi hichi. Na mama yangu mimi ni mtu wa dini sana. Yaani familia yetu kiufupi haina mimiko ya aina yoyote hiyo. Yaani kwamba hichi msifanye, ukifanya hichi unafanya hivi, hapana. Nimefikiria kutafuta tatuzi mpaka nimechoka. Hivi sasa ninavyokuambia mimi nimechoka. Hapana ndugu yangu, usiseme umechoka. Kinachotakiwa kufanya ni jambo hili moja tu. Tafuta njia gani ya kuweza kumsaidia shemeji ili kutatua hili tatizo. Yeye aitwe mama naye uitwe baba. Si ndio nia hilo kuwepo hapa? Hebu ngoja tuone. Tajitahidi. Amekataa sio? Ndio amekataa Malkia.
sijawahi pingwa na mtu yoyote katika himaya hii. Kaonyesha jeuri ye kaota mapembe, si ndivyo? Anataka kupishana na mimi. Nitamuonyesha. Hakuna mtu yote ambaye aliwahi kwenda kinyume na maagizo yangu. Endelea na shughuli zako. Umeamua kukaidi, sio? Na kuuliza, umeamua kukaidi? Mimi Malkia wasipingwi na kijana mdogo kama wewe. Malkia akisema kitu ni ndio, hajawahi kupingwa. Sasa subiri nitakuonyesha. Subiri nitakuonyesha kwamba Malkia ni nani. Siku 7 kwangu mwenzako inauma, zile siku 7 kwangu mwenzako inauma, mara jirani analia, mara mama analia, mara mimba zinatoka, sijui shida nini we. Siku ya 7